Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wapendwa Islam, kwa hakika miongoni mwa mambo ambayo huimarisha jamii ya Kiislamu na ndiyo nguzo kuu ambayo huifanya jamii kuimarika kuwa ni jamii yenye ustaarabu, heshima, jamii yenye salama, nguzo kuu ya kupatikana hilo ni malezi. Lau mahala popote patakuwa na malezi ya ovyo, basi jamii hiyo haitokuwa na salama kwenye kipengele chochote kile. Hakutopatikana heshima, hakutopatikana watu kuhurumiana, hakutopatikana lolote. Na lau jamii itakuwa na malezi bora, basi patarajiwe kwenye jamii hiyo kupatikana salama. Watu watahurumiana, watu watapendana, watu watasaidiana, watu wataishi katika hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia na kufuata yale ambayo Allah anayaelekeza. Yani wataishi katika mwenendo mzuri. Sasa jamii yetu ya sasa, tukiri, bila shaka imeharibika sana. Kwa mfano mimi nazungumza kama ni mfano tu hapa nyumbani Zanzibar, hasa Unguja, kama ni mfano, lakini hali iliyopo hapa Unguja ndiyo hali ambayo iko kwenye maeneo mengi duniani. Lakini tutoe kama mfano tu Unguja hapa, mitaa ya mjini, mitaa ya vijijini imeharibika. Watoto vijana wadogo kabisa wameharibika, wanavuta mabangi, wanakunywa mapombe, wanazini, wananyakua na kuiba vitu vya watu, hawana heshima tena, wameacha ibada, wameacha Qur'ani, wao wenyewe thamani yao wameshaitupa, hawajitambui tena, hawajui tena hata ile thamani ya utu wao. Na haya yote kwa 95% au zaidi yametokana na malezi mabovu. Yani hiki tunachokiona sasa hivi mitaa kwamba imeharibika ni kwa sababu ya kile ambacho tulikitanguliza mikono yetu, malezi mabovu. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Allah anatuambia yale ambayo yanakusibuni, katika mambo mengi yanayokusibuni ni kwa sababu ya yale ambayo mikono yenu imetanguliza. Hatusemi kwamba mitihani hakuna. Mitihani ipo. Mtu anaweza kumlea mwanawe katika mwenendo mzuri, lakini Allah akamtahini kupitia mwanawe, akawa mwanawe hasikii, mkorofi. Na mtu anaweza asimshughulikie sana mwanawe, maana kuna watoto hao Allah amewajalia nafasi maalumu. Kuna watoto wanatoka kwenye familia za ovyo, baba haswali, mama haswali, wahuni tu au baba na mama, lakini mtoto katulia, anaenda msikitini, anaenda madrasa, anaenda shule, anaheshimu watu, mpole, mtulivu. Yani kuna watoto wengine utashangaa huyu anatoka kwenye familia hii, lakini mbona anatofautiana na hii familia? Ni mwenye heshima, mnyenyekevu, wala hafundishwi chochote na ile familia. Ipo hiyo. Lakini kwa asilimia kubwa ni kwamba malezi ndiyo ambayo yanachora taswira ya jamii au taifa. Na katika kitu ambacho tumefeli sisi sasa hivi ni malezi. Na hapa nazungumza kwenye upande wetu wa Islam, hasa ndo ninakozungumza. Huko kwenye makafiri ndo usiseme. Makafiri hawana namna, lazima wafeli tu kwenye malezi. Sasa mtoto ukishamfundisha ukafiri tena si ndo tayari umeshafeli. Makafiri hawana nidhamu ya maisha. Makafiri wanaenda uchi, kwa wao zinani kitu cha kawaida tu. Yani ni watu ambao hata wameharibikiwa kiufupi katika dini na dunia yao. Lakini leo hebu tujadiliane na sisi Waislamu ambao tunajiita Waislamu kwa maana tumejisalimisha na utaratibu na mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tujadili, je, hivi tunavyoenda, hivi tunavyowalea watoto wetu ndivyo ambavyo Uislamu unakubaliana navyo? Ndivyo ambavyo Uislamu umetuelekeza? Jawabu ni hapana. Sasa hivi tunavyowalea watoto, nikitoa mfano hapa nyumbani ambapo mimi naishi Unguja Zanzibar, tunavyowalea watoto ni tofauti kabisa na Qur'ani na Sunna ambavyo inatutaka sisi tuwalee watoto. Na ndio maana tumeharibikiwa. Sasa hivi vijana wengi kwenye kila familia 3 au 4
utapata familia moja inalalamika kuhusu mtoto mvuta bangi, mtoto muhuni, asiyewasikiliza wazazi, asiyeheshimu watu. Katika kila familia 3 au 4 utapata familia moja inalalamika kwenye hilo. Kwa nini? Kwa sababu tumeacha yale malezi ambayo tumewekewa sisi. Tumetupa kitabu cha Allah, tumetupa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeikumbatia dunia na tunaona kwamba fursa pekee na jambo muhimu sana katika maisha ni kuiwahi dunia kwanza. Vitu vingine huko nyuma, Qur'ani sijui sunna, hivyo hata tusiviangalie sana. Mtoto sasa hivi hatusemi kwamba asisomeshwe elimu ya sekula, lakini mzazi mwenyewe anamuonyesha sasa yule mtoto kwamba mimi mwanangu nataka ufanikiwe shule, uwe daktari, uwe pilot, uwe sijui mwanasheria, uwe nani, sijui uwe judge. Lakini mzazi yule yule anamuonyesha hasa yule mtoto kwamba mimi mwanangu, wewe sitaki sana ubebe haya mambo ya Qur'ani na Sunna. Na kusudia kusema kwamba yule mzazi ile taswira anayoitoa kwa mtoto kwamba Uislamu si kitu cha msingi sana, haya mambo alokuja nayo Mtume asema mambo ya msingi sana, wewe dili na kuitengeneza dunia yako. Mfano utamkuta mzazi chuoni, madrasa, anatakiwa atoe 2000 kwa mwezi, anasema hana, lakini mtoto wake anamlipia 75,000 kila mwezi shule, kila mwezi, lakini 2000 ya madrasa hana. Humuoni mzazi huyo kwenda madrasa kushirikiana na walimu au kumuuliza mtoto wake au kumfuatilia anaendelea vipi katika kujifunza kitabu chake, anaendelea vipi kwenye kujifunza ibada zake, kujifunza akida yake, kujifunza mwenendo wake. Lakini kwenye shule anafuatilia sana mtoto wake amepata maksi ngapi katika mitihani fulani, shule hii ufanisi wake mdogo, anampeleka shule nyingine bila ya kujali kiwango cha pesa. Hiki tunachokifanya kitatupeleka pabaya sana. Hata kama mtoto wako atafanikiwa, atakuwa hivyo atakavyokuwa, awe engineer awe nani, lakini atakuwa ni engineer mwizi, mkorofi, kwa sababu hana imani, hana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea kusema kwamba watu wajifunze elimu zote, kwa sababu elimu itatufaa ima katika maisha yetu ya duniani. Kuna elimu lau tukisema watu wasisome, hatuwezi kuishi vyema hapa katika maisha. Mfano tukisema leo mtu asisomee uinjinia, asisomee udaktari, sasa tutaishi vipi? Nani atajenga barabara? Nani atawatibu watu mahospitalini? Lakini tunasema kwamba wakati wanasoma hivyo wanavyovisoma, lazima kitabu cha Allah na sunna ya Mtume iwe mbele yao. Watoto tuwalee kuijua Qur'ani na Sunna, kumjua Allah na kumkhofia. Watoto tuwalee katika mwenendo mzuri wa heshima na adabu, sivyo hivi ambavyo tunawalea sasa hivi watoto. Sasa hivi mzazi kule kumgomba mwanawe hawezi. Kumgomba tu, yani kumkanya. Yani mzazi anamuogopa mtoto wake au anamheria sana, anamsikiliza sana kiasi kwamba unaona katika nafasi, unaona katika familia ni kama kwamba mzazi na mtoto wako katika daraja moja. Mtihani mkubwa. Tumefika wakati ambao tunaanza mpaka kuchukua zile fikra za makafiri.